kwanza na ndugu yangu Nyanja. I want to thank you, my brother, for the coverage that you did yesterday. And today in the morning when we woke up with a very terrifying news of this young man. Nilipoenda kusikiza na nilipoenda kumsikiza venye alijitetea kwa kulia, na nikaona kweli, na venye tulitembea kwao nikaona kweli ni alikuwa anahitaji. Na niliposikia hayo ilikuwa asubuhi sana na siku hata nimedhani mheshimiwa alikuwa shamba. Nikavuta simu yangu moja kwa moja na nikampigia, nikamuuliza kuwa kuna jambo nimesikia hapa kwa redio. Tafadhali sijui kama ushaisikia. Ndio kaniambia kuwa alisikia jana, lakini ndugu zangu wakubwa wetu kutoka Nyamira bado nao pia wakamwingilia kwa kusema kuwa anataka kuingilia siasa. And I was really terrified also in my heart, asking him, tafadhali ndugu yangu mheshimiwa Arama, usivute nyuma, sababu hali ya mtoto na penya ametoka, ukianza vuta nyuma na wenzetu tunawajua. Hii sio kesi ya kwanza Unyanche ushaweka na watu wakaingisha mkono. Kesi mingi zote zenye umefanya hakuna hata mtu mmoja mwenye ashaingisha mkono wake na asaidie. Only that I want to thank when we tried to reason out with Mheshimiwa, we argued and then he asked us what have we done to the people of this nature, and then I told him as a county the cutoff was 300 and the kid, as much as he's bright, he did not attain the cutoff. But I've heard other leaders from the very same county attacking him that he is overstepping his mandate. Now people are forgetting that Arama comes from that is his home. And I've heard people saying all over here that they even want to make him a governor of Nakuru County. Eh? And why should we be rubbing shoulders on somebody who is giving an hand? Eh? So the only thing that I'm asking, na nataka kuomba kabisa ni ile kuwa ndugu yangu Arama usichoke. Thank you very much for allowing us bring this student here. Na nimefurahia kuwa kabisa ashapata barua ya mtoto shule yenye anaenda. Na shopping ashaifanya pale. So ndio tumepata sasa saa ya kuingia shuleni imeisha. Tumeambiwa kuwa mtoto kesho asubuhi apatikane shule na asome. Hao watu wengine wenye tunataka kuingiza siasa kwa maneno ya elimu, tafadhali songa nyuma kidogo. Na mkianza kuogopa hivi kama Arama hata hajasema hataki hata kukuja Nyamira. Hii ni njia moja ya kumvuta kumwambia kuwa Arama, come to your place, usaidie watu wako. The guys that we have in, if you're not ready to work for your people, I'm telling you, Arama is picking. Ana akikuja sijui mtasemaje. Kwa hii asante sana. Member of County Assembly Nyamira, representing Nyamatuta ward. Leo asubuhi nimeamka nikapata nikipigiwa na simu kwamba kuna mtoto ambaye ametoka ward yangu Kenya kwa Primary School na ipata marks alama 283, na ikasemekana kwamba kulikuwa na maneno all over media kwamba mtoto hana mzazi na hajaenda shule mahali ambapo aliitwa aende kusoma. So nikashangaa sana kwa sababu jambo hilo lilikuwa limefika ofisi yangu. So nikaanza kufuatilia, nikatuma watu wakafanya upekuzi shule, wakapata kwamba huyu kijana anatoka kwenye Matuta ward, village inaitwa Miringa karibu na Kibirigo market. So tukachukua hatua, tukaongea na kijana akaletwa kwangu, tukaongea, tukajipanga na tukauliza mheshimiwa Arama. Akasema ana shida, anaweza kusaidia mtoto, na tukashika moja kwa moja mpaka Nakuru. Mtoto amepatiwa shule, nafasi katika shule inaitwa Forces Academy ambayo iko karibu na Gilgil. Kwa hivyo Koirere is a national school and we are proud of our brother Arama. He has taken very fast steps and kijana atakuwa shuleni as early as tomorrow. So yetu ni kushukuru kwa yote ambayo yamefanyika, na particularly kijana anaitwa Nyanja Edward. We want to appreciate the work you're doing. Fanya kazi nzuri, kwa maana a case like this one hatungejua kama ungefanya uchunguzi wako. So we want to commend the work you are doing. Mungu akusaidie.
na we appreciate. Continue doing more because by assisting these kind of needy cases, pia baraka inarudi kwako. Baraka inarudi kwako, and we appreciate. Mheshimiwa Arama, thank you so much. God bless you. Wale ambao tunakujua, because we know you, we know your background, we understand you. Kwa hivyo wale ambao wanafanya siasa wajue Arama sio mtu wa kufanyia maneno ya masomo ya watoto siasa. He simply assisting because hakuna moyo wa kufanya nini, wa kusaidia, sio siasa. Hao ambao wanasema wananyang'anywa ama wanapokonywa watoto kutoka sehemu zao, nao wacha wasaidie. Right now I'm told there is a case at Movamba with over 300 marks. Nasikia kuna ingine karibu na Nyaino with over 300 marks. Why don't they take up those cases, wasaidie hao watoto? Thank you my brother.